بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Safar mwaka 1447 katika darsa ya risala aqidat al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulikuwa tusoma maelezo ya al-allama al-Fawzan katika kipengele alichosema al-Imam al-Mujaddid, wa u'minu bi anna Allah fa'alun lima yurid ولا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. tulisoma maelezo الإمام المجدد الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى akaeleza mpaka kauli yake wala yakhruju shay'un an mashi'atihi. na hapa akaeleza itikadi mbalimbali za makundi yaliyopotea katika kuitakidi juu ya jambo hili, kuwa hakuna chochote katika huu ulimwengu kinachofanyika ambacho kitatoka nje ya vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna chochote katika huu ulimwengu chaweza kufanyika isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kifanyike, iwe ni khairi iwe ni shari, kwa hikma kubwa sana. kwa hiyo kutokea kufur au iman au taa au maasiya, wengine Allah akawapa utajiri, wengine akawajalia kuwa fuqara maskini, wengine wakawa hai, wengine wakafa, na riziki anayogawa Allah subhanahu wa ta'ala. yote haya hayawi isipokuwa kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, bimashiatihi subhanahu wa ta'ala. kwa mashia, matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala yameenea kila kitu, kinyume na wanavyoitakidi Mu'tazila ambao wasema kuwa viumbe huumba wenyewe vitendo vyao, bimaana waweza kufanya jambo katika ulimwengu bila kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. kadhalika kinyume na aljabriya ambao wamepita mipaka katika kuthibitisha almashia, mpaka wakafikia kusema kuwa kiumbe katika kila kinachofanya hakifanyi kwa khiari yake, bali ni kwa kulazimishwa. Bimaana hakuna jambo lolote analolifanya mwanadamu isipokuwa amesukumwa kulifanya. hawa ni aljabriya, na tukawaeleza pia itikadi yao kama alivyoeleza kwa kifupi al-allama al-Fawzan hafidhahullah. na mkiangalia makini makundi haya tumewahi kueleza huko nyuma, lakini kila ikija munasaba arejelea tena kueleza itikadi yao. tukafikia katika قول المصنف رحمه الله أما أهل السنة والجماعة. siapa
نعم. قال حفظه الله: أما أهل السنة والجماعة فيقولون. na siku zote ukitizama itikadi ya ahli sunnati wal jamaa ndio itikadi ambayo iko wasat, iko wasat, iko katikati, haiko katika ghulu kama waliofanya Jabriya, wala haiko katika jafaa ususuwavu kama waliofanya Mu'tazila, mpaka wakampokonya Allah subhanahu wa ta'ala al-mashia na wakathibitisha kwa kiumbe huumba mwenyewe vitendo vyake. Ahlus sunna hawako na hawa wala hawa. Katika jambo la itikadi siku zote utawapata ahlus sunna wako kati na kati. Itikadi yao ina dalili katika Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo i'tiqad ya al-Imam al-Muslih al-Madhlum Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, pamoja na kuwa wengi wamemdhulumu sana wakamzungumza kwa maneno ya uongo kabisa, lakini hii ndio itikadi yake. Na mimi nawaambieni siku zote wale wote wanaomzungumza al-Imam al-Mujaddid rahimahullah kwa tuhuma mbalimbali, sijaona mjasiri aliyechukua kitabu chake kisha akasema hapa amesema hivi na Qur'ani yasema hivi, amekhalifu aya. Hapa asema hivi na hadithi yasema hivi, amekhalifu hadithi. Hutaona kufanya hivyo. Kinyume na ahli sunna wakitaka kumrudi mtu na kumrudisha katika haki, basi watachukua maneno ya yule mukhalifu kisha wataeleza namna gani amekhalifu, kwa maneno ya Allah, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya salafu salih, ikiwa kuhitajika kutiliwa nguvu na maneno wanaovioni, mpaka watu wakaelewa. Hayo hutaona kwa mahasimu al-Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Kile kilichoko wewe tupa tu, wewe tuhma, wewe peleka tu. Wako watu wengine watakubali basi tutamashi, peleka tu, utakubali. Wakikubali wale basi na sisi tuwapoteze, na kweli wapata watu wakubali. Lakini i'tiqad al-Imam al-Mujaddid ni i'tiqad ahli as-sunnah wal jamaa. Ahli as-sunnah wal jamaa wao wasema inna Allah huwa alladhi yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbiru. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuumba, ndiye mwenye kutoa riziki, ndiye mwenye kupanga mambo yote katika huu ulimwengu, kama yashau wa kama yurid, kama anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Wal ibadu lahum mashi'a wa lahum iradatun wa lahum ikhtiyar. Na waja pia Allah amewapa matakwa yao, akawapa irada, wafanye mambo kwa khiari yao. يفعلون الأفعال باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، فلهم مشيئة ولهم إرادة. kwa hiyo waja wafanya kwa khiari yao, kwa kutaka kwao wenyewe kile wanachotaka kukifanya. Kwa pia waja wana mashia, wana matakwa yao na wana irada. la kama taquluhu al-Jahmiyya, la kama taquluhu al-Jahmiyyah al-Jabriyya, sio kama wanavyosema Jahmiya, wafuasi wa Jahm bin Safwan, ambao katika qadari itikadi yao ni al-Jabriyya. Jabriyya tumeeleza itikadi yao. Wao wasema mwanadamu katika kila anachokifanya ametenzwa nguvu, ni kama unyoa uliotupwa katika upepo mkali, wapelekwa kulia na kushoto, hauna khiari. Kwa hiyo wewe kutoka nyumbani kuja kuswali hapa alfajiri leo, isipokuwa umebebwa ukapelekwa kwa nguvu kutawadha, ukaletwa hapo ukaswali. Na wengine waliolala lazimishwa lala, usiende kuswali. Simefahamu Jabriya itakidi hivyo. Kwa hiyo ikiwa kuna jirani yako hapa humoni msikitini kila siku, ujue si makosa yake. Fahamu, si makosa yake.
alazimishwa kulala. Unaelewa? Kwa Jabria alazimishwa kulala. Kwa binadamu hana lawama, sio? Kwa itikadi hiyo maana yake hana lawama, maana si kutaka kwake. Lakini narejelea na kila nikizungumza narudia tena, kwa huyu anaitakidi itikadi yake ni sahali sana kuiondoa katika kichwa chake. Yeye hawezi kukubali kutabikisha hii itikadi katika nafsi yake. Kivipi? Lau kama huyu anaitakidi itikadi hii, ni sahibi yako wewe, siku moja watembea naye hivi, kisha ghafla mpige ngumi ya mbavu. Mbona nipige? Sijui wallahi, sikutaka kwangu, naona yaja tu. Na kuna nyingine hii yaja ya pili, kisha umpige tena kofi la kichwa, kisha mwambie mimi nalazimishwa, sikutaka kwangu bwana. Na kuna nyingine nasikia kama yaja hivi, hapo yale madhehebu yake atayawacha, hapo atayawacha. Hata kwa akili timamu, kila mmoja ajua kile kitendo anachokifanya kwa khiari yake na kile kitendo ambacho chatokea si kwa khiari yake. Kwa mfano, kukipiga baridi kisha ukaoga, ukaanza kutetemeka, yale meno yakawa gotana, uongo kutaka kwako? Si kutaka kwako. Kule kutetemeka kwenye baridi si kutaka kwako. Hajizuia usitetemeke. Najizuia usitetemeke, utatetemeka hivyo hivyo, sababu kile kitendo si kwa khiari yako. Nafikiri hili liko wazi. Lakini wewe enda zako kunwa pombe, iyadhan billah, kisha sema si khiari yangu, mimi nenda kama zombi yani. Nenda tu, kisha nipe ile Shakespeare na ile si John Walker, wachagua alafu so si kutaka kwangu, kisha upige mtindi wewe, kisha utoke rudi nyumbani wadunda hivi, si khiari yangu. Jamaa, akili timamu. Kuna watu wengine wa bid'a wana mbalaa kweli, wana balaa sana. Sasa akili timamu kweli za kukubali itikadi chafu kama hii. Kwa hao ni Jabria, waitwa al-Jabria, na Jahmiya wao katika upande wa qadar waitakidi itikadi hii. Walakin wasema mashi'atuhum laysat mustaqilla kama taquluhu al-Mu'tazila. Ahli sunna wasema, lakini tusema pamoja na kuwa binadamu amepewa khiari, amepewa mashia, lakini yale mashia aliyopewa, yale matakwa yake aliyopewa, hakupewa ni mustaqilla afanya anavyotaka yeye, kama wanavyosema Mu'tazila, bimaana afanya hata kama Allah hataki. La, wewe una khiari yako, lakini ni mpaka atake Allah subhanahu wa ta'ala ndio ile jambo litakuwa. وهذا كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. kwa matakwa ya mwanadamu yafuata matakwa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. فقوله وما تشاءون رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد. aliposema wama tashauna, na hamtataka jambo, hapa kuna kuwarudi Jabria. Kumbe mwanadamu huwa yuwataka jambo kwa khiari yake. wa qawluhu illa an yasha Allah raddun ala al-mu'tazilati al-qadariyah alladhina yanfuna iradata Allah wa mashi'atahu. illa an yasha Allah, hapa kuna kuwarudi Mu'tazila qadariyah wanaokanusha kuwa kuna matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. hamtataka jambo liwe isipokuwa atakapotaka Allah litakuwa, iwe ni kheri iwe ni shari. Hakuna kinachotokea katika ufalme wake bila ya yeye kuidhinisha subhanahu wa ta'ala. والعقاب والثواب إنما على أفعال العباد التي فعلوها بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم
يعذبون على المعاصي لأنهم هم الذين فعلوا هذه الأشياء باختيارهم. na adhabu anawadhibiwa mja na thawabu anazolipwa mja ni kwa vitendo vyao wenyewe, waje walivyovifanya wenyewe kwa kutaka kwao wenyewe na kwa khiari yao. Kwa hiyo wataadhibiwa kwa maasi waliyofanya kwa sababu wao ndio walioyachuma ile maasi kwa khiari yao. وكانوا يستطيعون تركها وتجنبها والابتعاد عنها وهم منهيون عنها فهم أقدموا عليها باختيارهم. na walikuwa waweza kuyawacha ile maasi, waweza kujiepusha nayo na kujiweka mbali nayo sababu wamekatazwa, lakini wakaenda kuyafanya, wakatangulia mbele kuyafanya kwa khiari yao. Kuna mtu kwa mfano sasa hivi amekuzuia wewe kuja kuhudhuria katika vikao vya ilmu, nani akuzuia? Nenda kahudhurie. Kama vile hakuna mtu akuzuia wewe kwenda kufanya maasi, wenda mwenyewe kwa khiari yako, wenda mwenyewe kwa khiari yako na kufanya maasi. Fayuadhabuna ala hadha, kwa hivyo wataadhibiwa kwa hili la kuchagua wenyewe maasi na kuyafanya. ولذلك الذي ليس له مشيئة ولا اختيار كالمجنون والصغير والنائم لا يؤاخذ. na ndio maana kwa sababu wale ambao hawana matakwa yao, maana hawana khiari, kama vile mwendawazimu hata akikupiga rungu basi umezea tu, fahamu. Yani mtu chizi wakutana naye barabarani ambeba gongo na kuambia kabisa usimkaribie, kama yuko upande ule wa barabara wewe tembea upande ule. Hana akili maskini, aweza kukupiga gongo huyo la mbavu, wewe ukavunjika mbavu 3-4 na hakuna kesi yoyote, so hajui yafanya nini, akili yake haifanyi kazi. Au aliyelala, mtu amelala katika kuzunguka hivi akakubingiria hivi akagusa glasi akaivunja yako, utamdai? Alala, hajui anachokifanya, yule hachukuliwi katika dini. Kadhalika mtoto mdogo ambaye hajabaligha au mtoto ambaye hamayiz, huwezi kumlaumu kwa kile alichokifanya kwa sababu hajui afanya nini. لأنه ليس له مشيئة ولا إرادة، سواء هنا مشيئة ولا إرادة، هنا متاق وهنا خيار. أما العاقل البالغ فهذا يؤاخذ على أفعاله، أما من يكيل aliyebalehe atapatilizwa kwa matendo yake. Na ndio maana ili neno likitumika sana, nafikiri kuna baadhi ya vijana kichwa ndio chafura, akiambiwa huyu yuko kwenye adolescent stage, wajua atakaumuelewe waandikiwa madhambi baba, atakaumuelewe uelewe wewe ushabaleghe waandikiwa madhambi. Kwa usisingizie kwa hii stage ndio nayo hiyo, wajua kama ambaye ni ujidhibiti, kwa sababu waandikiwa madhambi na waandikiwa thawabu kufanya khairi. Hakuna mtu aliyesema Usama bin Zaid radhiyallahu anhu wakati alipopewa bendera aongoze jeshi na Mtume sallam alikuwa na miaka 17. Hakuna mtu alisema kuwa wajua yule kwa adolescent stage yule kijana alishika bendera akasimama akaongoza jeshi, chini yake yuko Abu Bakr na Umar, aenda na jeshi, chini yake wako wakubwa katika muhajirun na ansar, watu wazima, lakini amechaguliwa na Mtume sallam akashika bendera. Leo mtoto ana miaka 20 waambiwa bado yule, wajua yule vile kijana nataka umuelewe, ndio umuelewe, aelewe yeye kuandikiwa madhambi na ataadhibiwa akifanya madhambi. Kwa usijisingizie hapo kusema ati stage ndio kwa nao kwa hivyo uweze kufanya unachokitaka. La, ukishabaleghe ndugu yangu umebeba masuhulia, sasa uenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi fika miaka 15 umebaleghe ukafa katika shirki, khalidan mukhalladan fi an-nar, wakaa milele ndani ya moto wa jahannam, hakuna kulelana.
niishi miaka 15. Ulibaleghe, ulikuwa wajua tauhid, mbona kuifuata? Kuadhibiwa milele ndani ya moto wa jahannam. Sio kufanya wanavyotaka. Hizi lugha zilipoanza kutumiwa, wakawa watoto wafanya wanavyotaka wao, kwa kisingizio kuwa sisi sasa tuko kwenye stage hatujielewi. Kwa nini una wazimu wewe? Una wazimu. Na ndio maana utaona baadhi ya mujtamaat, kama ukienda Yemen, hasa kule kwa Mbedui, unaweza kumwona mtoto wa miaka 13, 14 ameoa na familia yake. Ameoa aswa miaka 13, 14, 15, ana mtoto alea, na ukimwona amekaa kama mtu mzima, akikaa mahali vyoheshimiwa na watu wazima, aketi kama mtu mzima. Ni huyu mtu na familia yake, ana miaka 15 tu. Sasa wewe fikiria kama huyo akifika miaka 30 atakuwaje? Ndio maana usishangae ukisikia kama Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu arda amefariki akiwa na miaka 36 peke yake, kijana mdogo, miaka 36. Lakini alipofariki, angalia namna gani mazishi yake na maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu Saad ibn Muadh. Akawa yosema ihtazza arshur rahman bimauti Saad, arshi ya Allah imetetemeka kwa kifo cha Saad. Jamaa amefanya kazi kubwa, ameishi miaka 6 tu katika Uislamu, amesilimu na miaka 36 afariki. Arshi ya Allah yatetemeka kwa kifo cha Muadh, hapa kwa kifo cha Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu arda, kwa sababu wale walikuwa wabeba masuhulia. Mtu akishabaleghe khalas, usije hapo ukaanza kufanya vituko kisha kwamba unajua mimi kwa ile miaka. Wewe wataka mkia wa taa, sio mkia wa taa, siku hizo mkwenda wapi? Pigwa mmoja mpaka ujikojolewe, kisha utanyoka. Bwa mmoja tu makali chwa pale pale uokojoa, mtu mzima mbele za watu. Siku nyingine utaona haya kusema maneno. Sasa kuna watu subhanallah, wewe jua hivyo, ukishabaleghe sasa waanza kuhesabiwa, sababu na akili yako umebaleghe, si mwenda wazimu wewe. Liannahu yastati'u alfi'la wattarka, hapa sasa yuweza kufanya, yuweza kuacha mwanadamu. Allahu a'tahu al-imkaniyata lihadha wa hadha, Allah amempa uwezo wa kufanya au kuacha. Allah amempa uwezo. Yastati'u yusalli wa yastati'u yazni fi anin wahid, katika wakati mmoja. Wal billah, aweza kwenda kwenye uzinifu pale na wengine waenda kuswali pale, achague mwenyewe. Njia inaweza kuwa ni hiyo moja, njia huku yapeleka kwenye uchafu, njia huku yapeleka kwenye swala. Wakati ule ana uwezo wa kuchagua, mimi nenda msikitini kuswali badala ya kwenda kufanya nini? Badala ya kwenda kufanya uchafu. Wa huwa yastati'u hadha wa hadha, fa in kaffa 'ani az-zina wa aqama as-salata ajarahu Allahu 'azza wa jalla. Yeye waweza kufanya hili na yaweza kufanya hili. Ikiwa atajizuia kutokana na huu uchafu wa zina, akaenda akafanya ibada ya swala, Allah atamlipa kwa hilo. Wa in akasa wa ata az-zina wa taraka as-salata aqabahu Allahu ala af'alihi wa ala iradatihi. Na ikiwa atafanya kinyume, akaenda kwenye uchafu wa zina akaiacha swala, basi huyo Allah atamuadhibu kwa kile alichokichagua mwenyewe na kile alichokifanya kwa khiari yake. قوله وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره, hakuna chochote katika huu ulimwengu kinachotoka nje ya qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. كل هذا رد على المعتزلة القدرية. maneno yake haya yote awarudi mu'tazila au qadariya katika itikadi yao, wanaosema kuwa mtu aweza kufanya bila ya kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hayadhan billah. Wala yasduru illa an tadbirihi,
Kwa hiyo hakuna chochote kinachotokea katika ulimwengu isipokuwa ni kwa mipangilio yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye aliyepanga ya mambo. Qala ta'ala fa'alun lima yurid, Allah ni mtenda wa kile anachokitaka, hakuna anaweza kuzuia. La muaqiba li hukmi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna yeyote anayeweza kumwambia chochote katika kile anachokifanya. Hata alipokuwa azungumza kuhusu wale wanapotikiswa katika bahari, wa idha massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, wanapopatwa na madhara katika bahari. Wa idha massakum ad-durru fil bahri, mnapopatwa na madhara baharini, dhalla man tad'una, wapotea wote wale mnaowaomba pasi na Allah, wapotea kwenye akili zenu. Illa iyyah, anayebakia ni yeye peke yake mnamuomba. Na hapa wazungumziwa kufaru Quraish, walikuwa wakienda katika safari zao za bahari, washirikina zama zile, wakatikiswa ndani ya bahari, wasahau miungu yao yote, wakaelekea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. falamma najjakum ila albarri a'radtum, Allah anapowaokoeni nyinyi akawapeleka nchi kavu, ghafla mwageuka na kukengeuka mkarudi kwenye shirki. Wa kana al-insanu kafura, mwanadamu siku zote ni mwingi wa kukanusha neema za Mola wake. Lakini awaambia afa amintum an yakhsifa bikum janib albarri, hivi muona ndio munsevu huko mkwenda nchi kavu, muona munsevu, kwani siwezi kuwadidimiza huko kwenye nchi kavu? Je, mmeaminisha kuwa siwezi kuwadidimiza huko mliko? Wewe unaona nishafika nchi kavu, basi mimi hapa hapo hapo waweza kudidimizwa. Yani mmeaminisha kuwa siwezi mimi kuwadidimiza huko. Na katika kueleza, Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha jambo, au yu'idakum fihi taratan ukhra, akitaka atawapa sababu mtarejea tena huko kwa baharini mara nyingine. Fayughriqakum bima kafartum, kisha awazamishe maji huko, mflie mbali huko kwa ajili ya kufuru mnaoifanya huko nchi kavu. Thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a, kisha hamtapata watu baada ya sisi kuwaangamiza watakaotufuatafuata. Tabia, mtu atufuata, basi kwa nini uangamiza ya Rabbi, kwa nini uangamiza? Hakuna kero. Unaona, ushaona watu wanaangamizwa kisha eti watu wakafanya delegation, twendeni bwana. Hakuna kitu kama hicho. Potelea mbali, kuflia mbali, wala yakhafu uqubaha, awaangamizi dia mbali, wala hakuna chochote mnachoweza kufanya. Afanye anavyotaka subhanahu wa ta'ala, kuna chochote waweza kufanya. Mtabaki tu maskini maskini maskini, alikufuru, Allah akamwadhibu kwa kufuru yake. Kwa hivyo hakuna anayeweza kumzuia Allah subhanahu wa ta'ala kufanya anachokitaka yeye katika ufalme wake, na hakuna anayeweza kufanya bila ya yeye kutaka katika ufalme wake. Huu ni ufalme wake yeye subhanahu wa ta'ala. Sisi ni viumbe mamluki tunaomilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukajipigia kifua namna gani, wewe mamluki tu, huwezi kutoka nje ya ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya utakavyofanya, jipige kifua. Inna ila rabbika rujaa. Allah akwambia maneno ya tisha, maneno ya tisha sana. Inna ila rabbika rujaa, jua kitu kimoja, marejeo yako ni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Utarudi tu, fanya tunavyofanya. Wewe huna pa kwenda, utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Upende usipende, utake usitake, utarudi. Hata ukiwa mwoga kiasi gani. Kuna watu waoga, kuna watu aogopa, akilazwa tu hospitali ajua mmenenda, basi pale uona ile hofu mbele. Hata ukaogopa usiogope, si muhimu hiyo. Utakavyokuwa, inna ila rabbika rujaa, utarejea tu kwa Allah.
Sasa utakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio utakuta ikiwa ulikuwa mwema utalipwa kwa wema wako, ikiwa ulikuwa muovu utalipwa kwa uovu wako. Kwa hivyo Allah ni fa'alun lima yurid, inna Allah yaf'alu ma yasha, kadhalika Allah yaf'alu ma yasha. Allah hufanya anachokitaka yeye subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.